Umeshawahi kujiuliza kwa nini Kiingereza cha mshikaji wako kinanoga kuliko cha kwako? Tulia hapo hapo, nataka nikupe siri. Jizoeze kutumia vifupisho vya maneno ya sentensi za Kiingereza. Tunaita contracted forms. Umeshawahi kusikiza movie au documentary fulani, alafu unabaki kasemaje hapo? Siri ndo hiyo sasa. Anaunganisha maneno. Nitakupa mfano kwenye Kiswahili. Kwa mfano tunavyosema, nimekula ugali leo, lakini unaishia kusema shakula ugali. Au kuna maneno kama ameenda, mtu anasema tu kaenda, kaenda mjini. Hakuna tensi ya kaenda, lakini ni kifupisho cha amekwenda mjini. Hicho ndo Kiswahili safi kabisa. Nishamaliza, lakini kiuhalisia unataka kusema nimeshamaliza. Sasa siri hiyo ndo tunaipeleka kwenye Kiingereza. Ili tuongee kama native speakers, tunatakiwa tujifunze hizo contracted forms. Lakini angalizo, hizi contracted forms mara nyingi hatuzitumii kwenye written English. Ni sawa na Kiswahili, huwezi kuandika kwenye barua rasmi, labda unaomba kazi afu useme nishamaliza chuo. No, utasema nimemaliza chuo. Au nitaenda, anasema nitaenda. Nitaenda bwana. Lakini Kiswahili safi ni nitakwenda. Hicho ndo Kiswahili safi. Hiyo sasa, hiyo ukizoea hiyo, English yako inateleza hivi kama yai. Twende sasa. Mpaka sasa mimi naamini wewe ni mtaalamu wangu wa Kiingereza, kwa sababu labda kama umejiunga jana na page yetu, lakini kama tulianza wote, au hata kama ulijiunga late lakini ukarudi nyuma ukaangalia zile video, tumejifunza sehemu za sentensi. Tuna kitu kinaitwa subject na kuna kitu tunaita helping verb. Sasa kama nilivyokuambia, huwezi kutumia hizi contracted forms kwenye formal English, kwenye English rasmi ya ofisini. Unaandika labda email kwa bosi au barua ya kuomba kazi, alafu unaanza kuandika vifupisho. No. Ukitaka kuongea kwa kifupi, unganisha subject na helping verb. Tunaanza na present continuous tense. I, tunajua helping verb yake ni am. Okay? Kwa hiyo tukiunganisha subject I na am inakuwa am. Baada ya kusema I am happy, nasema tu I'm happy. I'm going to work. I'm okay. I'm doing my job. Nafanya kazi yangu. Negative sentence, tunaunganisha tena subject na helping verb. Are you okay? Nitakwambia no. I'm not okay. I'm not okay. I'm not going to work today. I'm not feeling well today. Swali, angalizo namba 1. Maswali ya kawaida yanayoanza na helping verb hayanaga kifupi. Kwa hiyo nitakuuliza tu, are you going to work today? Wewe utaniambia no, I'm not going to work today. Yes, I'm going to work today. Okay? Is, wenzake si ni he, she na it. Sawa sawa, tunakumbuka hiyo. Positive sentence, nitaongeza s kwenye subject. Na subject inaweza kuwa jina au pronoun. Kwa mfano he, she au it. John is busy. Nitasema tu John's busy. John's busy. Peter is coming today. Peter's coming today. Peter's coming today. Niuliza where is Mary? Nakwambia oh, Mary's cooking. Mary's cooking. Mary's in the kitchen. Mary's cooking. Hapo nimetumia majina, lakini naweza kusema tu is John around today? Nakwambia no, he's not. He's sick. Peter's leaving. Nasema tu he's leaving. She's cooking. It's coming. The bus is coming. It's coming. It is coming. Okay? Tukienda kwenye negative sentence, there are 2 forms. Either naweza kuiacha vile vile subject na helping verb zimeungana, au naweza nikaunganisha helping verb na not. Sikiliza sentences zangu. Is John here? Nakwambia no, John's not here. John's not here. Au nakwambia John isn't here. John isn't here. Where's Mary? She's not here. Au Mary isn't here. Mary isn't here. Is Mary here? No, she's not.
She's not here. She isn't here. Is the train coming? No, the train's not coming. Au, the train isn't coming. The train isn't coming. It's not coming. It isn't coming. Is the dog hungry? Yes, it's hungry. No, it's not hungry. Au unaweza kusema no, it isn't hungry. It has just eaten it. Lastly, are wenzake sini we na they na you. Unakumbuka hiyo? We are so happy. Tasema tu we are so happy. They are coming. They're coming. They are coming. Where are they? Baada ya kusema they are praying, tasema they are praying. How are your parents? Baada ya kusema they are very well, thank you, tasema they're very well. They're very well, thank you. You are my best friend. Tasema you're my best friend. You're not serious. You're not serious. You are going with us. You're going with us. Angalizo la pili, tunapotumia majina kwenye wingi, yani they, kumbuka kwenye he, she, it, nilikwambia unaweza kusema tu John's busy. Lakini kwenye they tunapotumia majina, kwa mfano nataka kusema Peter na John wako busy, hatuweki vifupi. Tutasema tu Peter and John are busy. Peter and John are busy. Huwezi kusema Peter and John's busy au Peter and John's are no. Kwa hiyo tunaitumia tu kwenye pronoun they. They are busy. They are busy. Like my parents are coming. Itumie tu kwa kirefu. Nimekupa maangalizo mawili. 2 precautions. Ya kwanza, maswali yanayoanza na helping verb hayana kifupi. Okay? Are you going home? Is she coming? Are they coming? Is the train coming? Hakuna kifupi. Lakini majibu yana kifupi. Ya positive na ya negative. Lakini nimesema kuna WH questions, yani zile what, why, when, zile unaweza ukatumia kwa kifupi. Kwa mfano unaweza ukasikia mtu anasema what's your name? When's the wedding? When's the wedding? Yani when is the wedding? Hiyo itakuja kwenye somo jingine. Lakini maswali yanayoanza na helping verb hayana kifupi. Angalizo jingine namba 2 nililokupa ni kwamba unapotumia they, unaweza kusema they are praying. Kwa kifupi, they are praying. Lakini huwezi kusema Mary and Mariam alafu uiweke kwa kifupi, haiwezekani. Ukiongelea singular peke yake kama Mary is praying, hiyo ni sawa. Mariam is praying, sawa. Lakini Mary and Mariam haina kifupi. Utasema tu they are praying kama unataka kuongea kifupi. So it's your choice. Okay?